Kwanza tuwapongeze viongozi wa Simba, hususan benchi la ufundi ambalo kwa sasa lipo chini ya Steve Barker, ambaye katika siku za hivi karibuni wakati wekundu wa Msimbazi Simba na vilabu mbalimbali vikiwa katika mapumziko ya timu ya taifa Tanzania kupisha michuano ile ambayo ilifanyika hivi karibuni, inasadikika kwamba Steve Barker alisafiri mpaka Afrika Kusini, na lengo la kusafiri Afrika Kusini ni kwenda kupata huduma ama kupata kandarasi ambayo itakuwa na ubora ama utimamu mkubwa kwa wekundu wa Msimbazi Simba na kiungo huyu mshambuliaji Jayden Adams. Sasa huyu Jayden Adams mwenyewe amezaliwa mwaka 2001 na ni kiungo ambaye kwa ujumla wake ana ubora mkubwa sana wa pasi zake ambazo zilimfanya Steve Barker kusafiri. Kwa nini Steve Barker anamhitaji Juanito? Juanito ni baba yake mzazi huyu Adams ambaye anaonekana kuwa lulu sana na amefanya vizuri sana pia akiwa pale Mamelodi Sundowns, na alikulia Stellenbosch kule. Nadhani inatoka timu moja ambayo ni nzuri sana, Stellenbosch, ambayo hivi karibuni pia iliweza kuparticipate katika michuano mbalimbali ya kimataifa. Iliwahi kucheza na Simba, lakini pia ikacheza na Azam na vilabu vingine mbalimbali. Kwa hiyo ujio wa Jayden Adams anakuja kuifanya Simba kuwa na utulivu mkubwa, na huyu sasa hawezi kuingia katika mapendekezo maybe ukasema Jeruti ama Modewich. Hapana, huyu ni mapendekezo ya moja kwa moja kutoka kwa Steve Barker, ambaye kama nilivyozungumza hapo awali, dirisha dogo la usajili aliweza kusafiri, dirisha dogo la kupisha timu za taifa kufanya vizuri, alisafiri mpaka Afrika Kusini. Amekaa na wakala wake na wameajenga, kwa sababu safari hii tunajua bado huu sio wakati wa kuleta taarifa za usajili ama kuweza kusajili wachezaji, lakini wameweza kufanya mazungumzo ambayo mwishoni mwa michuano hii, basi kwenye dirisha la usajili linapofunguliwa, basi Jayden Adams aweze kuwa wekundu wa Msimbazi Simba aungane nao, kwa sababu ni mchezaji ambaye amejaliwa. Sasa hebu tuweze kumsikiliza ama kumtazama kwa mtu ambaye anaweza akasikiliza vizuri katika mahojiano haya, aweze kumjua quality yake kwa hapa Tanzania. Labda tunaweza tukapata kiungo wa namna gani sisi wa Tanzania, hususani ambaye anacheza hapa. Huyu faida yake kubwa anapokuwa ndani ya kiwanja ni jambazi. Jambazi kwa nini? Ni mtu ambaye hana huruma kabisa kwa timu pinzani, lakini vile vile ni kiungo ambaye ana pasi ambazo zinaelekeza, yani pasi elekezi. Amekuwa abutui mpira mara nyingi, ana utulivu mkubwa, ana utimamu wa akili. Sio kiungo mwenye kasi zaidi, labda niliweke sawa hili. Usitegemee unapompata Jayden Juanito huyu Adams kuwa ni kiungo mwenye kasi. Hapana, yeye ana utulivu mkubwa sana, lakini maamuzi yake, zile pasi zake za mwisho zimekuwa na manufaa makubwa sana, na ndio maana pia tangu ameingia pale Mamelodi Sundowns amekuwa akifanya vizuri sana Mamelodi, na hata tu hivi tunavyozungumza bado Mamelodi pia nao wana kiu ya kuendelea naye. Lakini alivyoitazama Tanzania, akaangalia inavyozungumzwa kwamba sadikika kwamba akaitazama Simba iko nafasi ya ngapi Afrika, alafu pia Tanzania iko nafasi ya ngapi Afrika, akaja kugundua kwamba ujio wake kwa wekundu wa Msimbazi Simba anakuja pia kujitangaza mwenyewe, kujizalisha upya. Ameangalia viungo kadhaa na inasadikika kwamba amevutiwa pia na Aura Anicet Aura, lakini bila kumsahau Agwe, Libas Agwe ambaye anacheza Simba. Akasema kama atajoin katika msimu unaokuja, manake Simba itakuwa imepata viungo wazuri washambuliaji na fullback wazuri ambao kwa sasa tunawaona wako sawa sawia. Tuseme tu kwamba ujio wa mchezaji huyu Juanito Adams, manake Simba inaenda kuwa upya. Hivi tunavyozungumza anazungumza Steve Barker, kocha wa wekundu wa Msimbazi Simba, anafanya press na waandishi wa habari huko Arusha. Mwenyewe anaeleza kwamba Simba anayoitaka yeye sio hii ambayo iko sasa. Anaitaka Simba iwe bora kwelikweli, Simba iwe na nguvu, hata timu pinzani zinapokutana na Simba zijue kwamba zinaanza kukutana na timu ya namna gani. Kwa nini? Kwa sababu alikuta Simba ikiwa legelege. Tunakumbuka wakati Steve Barker anaingia, Pedro ametoka, yule pira papatu tunasema mitatu, alikuwa pamoja kuingia Simba. Watu waliamini angeweza kufanya vitu vizuri sana, lakini mwisho wa siku Simba haijawa bora. Lakini tangu ameingia Steve Barker tunaiona Simba imebadilika sana, hususan sajili zake mpya ambazo zimefanyika katika dirisha dogo la usajili. For instance, tukizungumzia mchezaji kama Ino Loemba ambaye katika mitandao ya kijamii taharuki imekuwa kubwa kidogo kwamba kwa nini apate nafasi.
watu wamezungumza haya na yale, mpaka tumeona Maguri akizungumza hapo jana na waandishi wa habari akitoa cheche ambazo Simba wameguswa nazo kwa taharuki za hapa na pale, akisawazisha. Lakini pia ujio wa Libas Agwe ambaye tunamuona sasa hivi moja kwa moja ameingia kwa kikosi cha Simba, bila kumsahau Anicet Aura ambaye huyo sasa hivi ndio amekuwa kama dhahabu ya Simba. Yaani ukiitaka Simba katika makali yake lazima pia Anicet Aura awepo. Kwa nini? Kwa sababu amekuwa ni mchezaji ambaye anacheza kitimu zaidi. Sasa ujio na wa Adams manake anakuja kuiclear Simba, kuondoa yale madhaifu ya katikati, hususan timu inaposhambulia. Huyu amekuwa ni kiungo ambaye anacheza soka la kisasa. Ukijaribu kumwangalia modern football yake anaupiga, unaweza kusema hata hivi karibuni miaka kadhaa iliyopita tupu wakala wake alizembea kidogo, lakini zipo klabu kubwa barani Ulaya zilitajwa kuhitaji huduma yake. Hata hiki kitimu fulani kiko pale barani Ulaya ambacho kina London. Kuna wakati Mbwana Samata alijaribu kupita Aston Villa, nao walihitaji huduma yake, lakini wakala wake alizembea, mwisho wa siku akabaki tena katika bara la Afrika. Lakini pia Juventus nao waliweza kumtazama kwa sababu huyu ni mchezaji ambaye amekulia katika academy. Ukiangalia mzee wake alikuwa anampushi kucheza mpira tangu akiwa mdogo. Katika Stellenbosch kule alifanya vitu vingi sana katika makuzi yake. Kwa hiyo ujio wake manake Simba inakuwa imepata mtu na nusu kweli. Na nadhani sasa hii itakuwa ni taa kwa timu pinzani, kwa sababu Simba inakuwa imekamilika katikati, na hivi karibuni tumemsikia Steve Becker akizungumza, akitoa uhalisia kwamba Simba anayoitaka ni Simba yenye kasi. Akatoa mapendekezo kwamba wapo wachezaji ambao anahitaji kuweza kuingiza pale kwa Simba, takriban 7. Ukiangalia fullback wa pembeni pia kazini kwa Kibabage kutakuwa na kazi, kwa sababu pia pendekezo la Steve Becker amehitaji beki mwingine upande wa kushoto, lakini pia upande wa kulia pia Shomari Kapombe naye kuna kazi, maana yake amehitaji mtu mwingine. Kwa hiyo anajaribu kuona anaitaka Simba strong zaidi, hususan zinapokutana na timu pinzani. Kuna mwingine pia anaitwa Sise anahusishwa pia na Simba. Ni kijana mdogo ambaye eji yake ni miaka 19 kwa sasa, 2006. Kwa ukiangalia ni bado bwana mdogo sana. Na kwa nini anahusishwa? Ni kutokana tu na jinsi ambavyo huyu ni bado anakuwa katika makuzi yake, na kama kweli anakuja kutoa Simba, maana yake anaifanya Simba ibadilishe zaidi muundo. Ukiwa unaandaa vijana wadogo kama hao, kwa sababu huyu ni Ivory Coast. Tunamjua huyu bwana mdogo Sise ni Ivory Coast, eji yake ni ndogo sana, lakini amekuwa ni kijana mmoja mnyumbulifu sana. Pale Young Africans ninamtazama mchezaji kama Ukelo, jinsi ambavyo anacheza. Ukimwangalia kuna kimo chake ni kidogo, lakini mipira ya juu anafunga. Juzi Okelo alifunga goli moja la kichwa, watu wakasema mabeki warefu walikuwa wapi mpaka wanamruhusu Okelo kuweza kuruka pale. Kwa hiyo Sise anaonekana pia naye ni kiungo ambaye kama anatua Simba ni Ivory Coast kweli ambaye amekamilika, na hata hivi karibuni vyombo vya habari mbalimbali kule nchini Ivory Coast vilimzungumzia, ikiwemo Didier Drogba. Alisema huyu kijana kama atakuwa na makuzi bora, maana yake hatuishia soka la Afrika, badala yake ataweza kwenda barani Ulaya. Kwa nini? Kwa sababu kule wana scout nyingi nzuri ambazo ukiangalia soka la Ivory Coast wenyewe wamewekeza zaidi katika vilabu vyao, katika timu ya taifa, na ndio maana tunaona kama wachezaji kama hawa wanapokuja Tanzania wanakuwa lulu kweli. Kwa kifupi kwamba Steven Becker amedhamiria kuisuka Simba upya. Amedhamiria kama nilivyozungumza mwanzoni, amedhamiria kutokana na mwanzoni wakati anakuja katika taifa la Tanzania aliamini pengine ligi yetu haina ugumu huo. Alivyoitazama Simba kwenye makaratasi akaiona iko nafasi ya 4 ya 5 Afrika mwanzoni mpaka sasa ya 6, ali-expect kwamba ligi ni dhaifu. Lakini mara baada ya kutua katika ardhi ya Tanzania amegundua kumbe kuna mwamba mwingine Young Africans ambaye aimbwi zaidi barani Afrika, lakini unapokuja Tanzania ni giant mkubwa. Kwa hiyo umejaribu kuona mpaka sasa Young Africans hajapoteza mechi nyingi. Kwa Steve Becker ameiona kwamba ili aweze kupambana na Young Africans, ili aweze kupambana na Azam FC, anahitaji wachezaji wa namna hiyo. Ndio tunamtaja Sise, lakini pia tunamtaja kijana bwana mdogo Adams ambaye huyu naye ujio wake anaifanya Simba kwa lulu zaidi. Niwaambie tu mashabiki wa Simba wamepata kocha kweli. Na nadhani sasa hivi sisikii yale maneno ambayo mwanzoni yalikuwa yanaripotiwa kwamba Suleiman Matola hawezi kuondolewa. Sisikii tena hiyo. Kwa nini? Kumbe Steve Becker na Suleiman Matola wamekuwa na pacha nzuri.
wamekuwa na collaboration nzuri, wanaelewana. Sasa wanapoelewana wanafanya kazi kama timu. Unajaribu kuangalia baadhi ya makocha ambao walikuwa wanaingia Simba walikuwa hawahitaji ushauri kwa kocha msaidizi. Lakini Steve Barker amekuwa akimtumia zaidi Suleiman Matola kwa sababu huyu ni mzawa na ameshacheza Simba miaka mingi. Tunakumbuka hata kipindi kile Simba na Zamalek, Santos Afrika Kusini, Suleiman Matola dimba la katikati amelishikilia vizuri. Kwa hiyo ujio wa Steve Barker amemfanya sasa hata Suleiman Matola haheshimike, na katika pacha hii ndio wanashauriana. Ukiangalia tumezungumza ripoti za hivi karibuni, Kevin Nation kutoka pale Pamba leo tunataraji kumuona akicheza na Young Africans. Huyu naye alipendekezwa zaidi na kijana huyu Suleiman Matola, akamwambia hebu Steve Barker mtazame Kevin Nation katika quality yake, ubora wake vipi, tukamvuta hapa akashirikiana na Kagoma, akaja kuangalia mechi zake ambazo alikuwa anacheza, akaona kabisa, akajiridhisha kwamba huyu kama anatua Simba manake anatia kasi kwa Kagoma. Kwa hiyo nadhani Simba imedhamiria kuwa na roho mbaya kwelikweli kwa timu pinzani. Kwa hiyo wale ambao mara nyingi ujio wa kocha Steven Barker ulikuwa na mashaka yenyewe kwa sasa hayapo, kwa sababu hayapo. Ukiangalia kama Simba inashinda mechi zake ambazo zimesalia hizi, maana yake wanakuwa na distinguish ya alama 3. Na hizi alama 3 na tofauti ya magoli. Kwa hiyo nadhani Simba ikiendelea kushinda maana yake itakuja kutai na Young Africans kama watakutana wenyewe kwa wenyewe, afu Simba apate na matokeo kwa Yanga. Lakini yeye atakuwa kidogo na distance kubwa ya magoli kwa sababu kuna magoli zaidi ya 12 amepitwa Simba. Kwa hiyo nadhani Simba inatamani Yanga aweze kudrop hata alama 1 katika michuano kama hii ya ligi kuu, mfano kucheza na Pamba drop ili Simba afanye vizuri. Lakini kwa sasa Simba imetulia, ukijaribu kuiangalia Simba imeconnect kwa zaidi ya 75 au 90. Jinsi wanavyocheza, quality ya wachezaji ukiangalia, ingawa kidogo kwangu mimi shida inakuja kwa Suleiman Mwalimu. Ni mchezaji ambaye amekuwa akipata nafasi nyingi, lakini clear yake imekuwa kidogo, anatumia nafasi chache sana. Ukiangalia katika nafasi 5 anazopata Suleiman Mwalimu anatumia nafasi 1. That's why tunasema Simba pia inahitaji striker ambaye atakuja kuifanya Simba icheze vizuri. Na ukimwangalia Suleiman Mwalimu mwenyewe sio typical striker, si ndio? Manake yule mara nyingi amekuwa kuna wakati kama wanamlazimisha kutokana na Simba kumkosa Jonathan Soa. Ukimwangalia alivyocheza Fountain Gate, Wydad Casablanca, alikuwa anatumika kama kiungo. Maana yake sasa hivi anatumika kama striker. Kwa hiyo akisi moja kwa moja kuingia katika deeply ile ya striking, kuwa katili kama alivyokuwa Medi Kagere ama kina Fiston Mayele. Kwa nini Simba hawamtumii mchezaji Jonathan Soa? Kwa sababu Simba wanahitaji wa mshambuliaji. Jonathan Soa yupo. Kwa nini wasiamalize haya mambo yao? Sasa hiyo ni agenda nyingine kidogo, na nashukuru mwandishi kwa swali zuri, kwa sababu ukimwangalia Jonathan Soa wakati anatoka Singida Black Stars, asilimia kubwa ya mashabiki wa klabu ya Simba waliamini wamepata striker kwelikweli, kwa sababu ukiangalia kitakwimu msimu uliopita Jonathan Soa aliweza kupachika kimiani goli takriban 13. It means kwamba huyu ni striker aliyokamilika, typical striker ambaye alikuwa ametolewa Singida Black Stars tena free. Manake alitolewa bure kuja kutoka kwa wekundu wa Msimbazi Simba, na wastani mzuri, takwimu nzuri ambazo zinambeba. Lakini shida iliyokuja wakati anasajiliwa Simba, wapo mashabiki wa klabu ya Yanga walitrust ama waliamini kwamba ujio wa huyu Jonathan Soa Simba itakuwa haijalamba dume. Kwa nini? Kwa sababu yeye amekuwa ni mchezaji ambaye ana discipline nzuri. Tunafahamu soka letu Tanzania linahitaji mchezaji mwenye discipline. Sisi ambao tunajua Kiingereza vizuri tunasema maana, ile adabu ya mchezaji. Sasa huyu amekosa maana, amekosa respect. Ndio maana unaona akiwa uwanjani inakuwa ni rahisi kupata kadi, hata red card, lakini pia hata akiwa nje ya uwanja anajiamini zaidi, yeye ni bora kuliko wengine. Na hivi karibuni amekuwa na romance hapa na pale, Simba wakimripoti kwamba hawatendei haki. That's why tunaona wamekuwa hawana kile kitu ambacho tunasema kwamba muendelezo wa kutumia uchezaji wake ama kiwango chake, kwa sababu yeye mwenyewe amekuwa aendani na Simba inavyohitaji. Jonathan Soa ni mchezaji mzuri, lakini hana discipline, na hiki ndicho ambacho kinapelekea Simba kutomtumia. Tunaona hivi karibuni walieleza mengi madai yao kama Simba kwamba huyu ni mchezaji ambaye amefanya hiki na hiki na hiki aliposafiri na timu hajavaa jezi. Wametoa maelezo yao pale, lakini yeye mwenyewe anakuja anasema si kweli. Kwa hiyo kumekuwa na mgongano wa kati ya klabu na mchezaji, kitu ambacho kinamfanya mchezaji adhoofike quality yake, kwa sababu mchezaji tunafahamu unapokosa nafasi ya kucheza manake quality yako ina drop. Ndivyo ambavyo kinamtokea Jonathan Soa. Sawa. Bwana lingine, Constantino Pius kwa mchambuzi bora wa kimataifa.